Hello, my dear clients. It's another beautiful morning, and today I just received a call from one of my clients in the UK, and he was so happy. He bought land with us at Kenya Police Investment last year around October, na title yake imetoka, iko kwa ile batch nilikuwa nimefanya video. If you follow me here on TikTok, umeona video nimefanya nikisema title za Nakuru zimetoka, so nikampigia picha, nikamtumia a scanned copy ya title deed yake, and of course instructed me on how to hand it over to his relatives, it was his choice, kwa sababu pia unaweza decide wewe mwenyewe when you come in the country, you can pick it for yourself. Unaweza pia decide tukutumie from where we are, tutumanishe ikuje mpaka Muremo is Maju, ikuje mpaka mahali huko. So usikuwe na wasiwasi. Today I just want to give you a short process of buying property. Whether unanunua shamba, whether unanunua nyumba, whether unanunua a big chunk of land, ama unanunua hata plot ya 50 by 100, it is a process that cuts across the board. Na hivyo hautawahi kuwa scammed, kwa sababu mimi processes zetu ziko very transparent and very clean. But sijui uko nje kwenye mnaniambianga I found another vendor. I care for you. Nawachunga. Hata kama mnakujanga mnaniambia I found another vendor who is cheaper, it is okay. But ukienda huko nje bado sitaki ukoniwe, because ukimaliza kulipa hiyo utarudi tu kwangu kuje ununue, si ndio my people? So ndio maana nakupeaka ka process. Number 1, identify a company ama a vendor who is legit. Like Police Investment, we have had a good track record of delivering. Na nyinyi mmeona mkinunua kwetu na nikikuja hapa nikiwapatia title deeds. Number 2, enda mpaka kwa ofisi zao, ujue physical location ya hizo ofisi. Fika kwa ofisi. Ukifika kwa ofisi ukionana watu uso kwa uso, ana kwa ana ama Mary kwa Mary, ndio unajuanga kama ofisi ni legit ama si legit. Kiniona hapa TikTok, alafu ukuje sasa tuonane kwa ground. Ujue kama nimepiga wa filter na unajua mambo kama hiyo. Unajua tena inakusaidia kujua kama ukionana na mtu face to face, inakusaidia pia kujua huyu mtu are they telling the truth, ama kutoka hapo enda kwa site. Fika kwa site. Kama haujashikana sana ama uko out of the country, na kama uko out of the country, insist for a virtual tour. Take your time, have a seat. Hata kama unapelekwa virtual tour, fuata that live video mpaka mtu amalize. Choose where you want. Ndio ile siku utakuja pull out hiyo tutua, umwambie hii ndio niliona kwa ground iko wapi, si ndio? So lakini kama uko huku Kenya, I insist, ama you are in the country, ama you are in a position to go for a physical site visit, I would really insist you go for a physical site visit. Ukiwa pale visit, ensure mambo mangapi? Matatu. Tumefika stage number 3. Tumesema number 1, identify a vendor like Police Investments. Number 2, go to the physical location, the office location, get to know. Then number 3, tumesema you go for a site visit. Number 4, after the site visit, what do you do when you go for the site visit? Angalia beacons, angalia topography of the land. Kama unanunua corner plot, waambie wakuonyeshe beacons zote, because sometimes corner plots ziko na more than 4 beacons. Kuna plot yetu utapata iko na 5 beacons. So identify all the beacons, make sure ziko clear. Kama zetu tumeweka elevated beacons zenye ziko very clear. Ukiwa tu umesimama kwa gate, you can see all the plots from the entrance, you can see all the beacons, so it's very easy to identify. Bado ukiwa kwa site, angalia topography ya land. Shamba imemwaga maji kwenda upande gani, ama shamba imekaa aje? Is it a flat place that will flood? Ask all those questions. Sana ikiwezekana enda wakati wa mvua, ndio ujue ukweli wa mambo, si ndio? Haya, ukiwa tu hapo kwa shamba, kitu ingine, angalia the neighborhood, angalia maji inatoka upande gani. But for us, you will not have to worry about water, because shamba zetu tumechimba maji ndani ya plots. Tumechimba maji ndani ya shamba. We put aside a plot where we usually drill a borehole for use by the residents only. It is strictly for use by the residents.
Kwa hivyo kama ni unaenda kununua shamba huko nje kwenye hawaeki, hawaja drill borehole nini, hawana plans za kuleta maji, ask ni wapi nitapata maji and how much approximately will it cost me. Ukiwa tu ndani ya hiyo site visit, ndani ya hiyo process number 3, ukiwa tu ndani hapo kwa shamba, hata saa ingine ongea na majirani, uliza maswali 1-2, ikiwezekana hata rudi kwa shamba tena, ulizia majirani wakwambie chenye mtu mwenye anauza haezi akakwambia, ama namna gani. That drunk person, that drunk neighbor you think haezi kusaidia, huyo atakusaidia sana. Aya, number 4, tumemaliza sasa kwenda site visit, tumeuliza all the relevant questions. Sasa umechagua plot, let's say umechagua plot number 10, 11, 12, 13, kuja itisha the copy of the title deed for that particular plot. Enda ufanye search. Unless it's a company you've worked with for a long time, because me I have clients who just come and buy, wananiambia najua nitafanya after title limetoka, but if you are buying, especially for first time buyers, itisha a copy of the title deed for that particular plot. Usianza kuambiwa mother title, father title. Patiwa a copy of the title deed ya that particular plot yenye umechagua. Ukishapewa title deed, enda ufanye search. Tumefika process number 4. Enda ufanye search, ikishatoka ikiwa kwa jina hiyo company, unajua sasa kitu imebaki sasa ni kuja kuandikiana sale agreement. Go through the sale agreement word by word. Ask all the questions. Ukishapewa title deed, ask all the questions. Read the terms and conditions, no matter how long they are. Take your time, have a seat, read the terms and conditions and ask questions. Kama nitashindwa kulipa, what will happen? Kama if I pay earlier, what will happen? Like for us, we have an interest waiver where we have an offer for interest waiver where if you pay earlier than the stipulated time, tunakupatia a waiver. Like now, let's say kama shamba ni 1,345,000 for installments for 18 months. Mtu analipa na 18 months, hata lipa the same na analipa na 6 months, hata lipa the same na mwenye analipa na 1 month. It will be very different costs. So you ask all those questions. Nikishindwa kulipa, what if nikilipa mapema? What if nilipe leo na kesho ni process pesa itoke yote nilipe cash? Will I be waived away all the interest? Ama what will happen? Uliza hizo maswali zote zenye unataka kuuliza. After that, sign the agreement, do your first installments. Then now, after that, after umefikisha the amount that the transfer process should start, peana your details, start the transfer process. After title imetoka, it is always advisable, kama sisi within 30 to 60 days uko na title deed yako, it's advisable, go again, do a search. Search inatoka tu within a day uko na search results zako. Angalia kama title imekuwa officially transferred to your name, whether you are buying land ama unanunua hata nyumba. Usinunue nyumba haina documentation. My diaspora people, please, wacha kununua nyumba haina the correct documentation. Wacha kununua plots haina the correct documentation. Ukiona ni kama unagongwa, talk to me, call me, I will look at everything and I will tell you the truth, kama mambo iko safi ama unafaa kuendelea. Lakini mbona uhangaike hivyo ukienda kununua huko nje? And we are selling land and we are giving a mortgage facility of up to 25 years at 9% reducing balance. Who gives you all that? Call me any day of the week, nikupeleke for a virtual tour or a physical site visit. My name is Elizabeth, as usual, your ideal real estate consultant. Karibuni sana.